Wengi wamekuwa wakitatizika sana kupata tofauti kati ya mtumishi wa Mungu na mtumishi yupi ambaye si wa Mungu. Wengi wamekuwa wakitatizika sana, lakini tumia dakika chache hizi kunisikiliza na utapata kitu kikubwa ambacho kitakusaidia kila mahali unapokwenda, ili upate kufahamu yupi ni wa Mungu na yupi si wa Mungu. Kwa sababu wengine wako ambao wanaweza kumsikiliza Roho Mtakatifu, lakini kuna wengine wanashindwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, bado hawajakuwa katika viwango fulani. Basi nisikilize na kwenda kukuonyesha sifa za msingi za mtumishi ambaye wa Mungu. Basi nisikilize kwa makini sana, ninakwenda kukuonyesha mambo ya msingi ambayo yatakusaidia kufahamu huyo mtumishi ni wa Mungu au si wa Mungu. Namba moja, mtumishi wa Mungu yoyote, yani mtumishi wa Yesu Kristo, huwa anamtukuza Yesu Kristo mwenyewe. Yani mafundisho yake katika asilimia kubwa yana base kwenye kumtukuza na kumdhihirisha Yesu Kristo kwenye maisha ya wanadamu. Yohana Mbatizaji alifuatwa akaambiwa, je, wewe ni Kristo? Akasema, mimi sio Kristo, ila nimewaambia kwamba mimi nimekuja kumdhihirisha, nimekuja kuwaonyesha watu kwamba Kristo Yesu ni upi. Manake kazi ya mtumishi yoyote wa Mungu inatakiwa ifanane na kazi ya Yohana Mbatizaji ambaye yeye alitangulia kabla Yesu kuja, ili apate kuwaonyesha watu kwamba yupi ni Yesu, yupi ni Kristo, ili wapate kumfuata. Kwa hiyo mtumishi yoyote ukimwona mafundisho yake haya base kwenye kumdhihirisha Kristo Yesu kwenye maisha ya watu, yana base kwenye miujiza, yana base kwenye mafanikio. Yani mafundisho yake wewe mwenyewe ukiangalia kuanzia mwezi wa kwanza mpaka Disemba, mafundisho ya kumdhihirisha Yesu yanapatikana tu mwezi mmoja. Hakuna mtumishi wa Mungu hapo. Hata kama bado hujamuona akiwa na vitu fulani vya kishetani, hapo hakuna mtumishi wa Mungu. Kuna kitu kingine kinamtumia huyo, yani kuna jambo jingine kabisa anamtumia, kwa sababu lengo ni kumfunua Yesu Kristo kwenye maisha ya watu, na huyo Yesu Kristo mwenyewe anawafungua hao watu moja kwa moja, mwenyewe anaanzia rohoni, anawatengeneza na kuwabadilisha. Jambo la pili, mtumishi yoyote wa Mungu ni lazima afanane tabia na Mungu. Yesu anasema, nimekuja kwa nafsi ya Baba yangu, ndio maana haya ninayoyafanya siyafanyi kwa mapenzi yangu, bali kwa sababu ya Baba aliyenituma. Mtumishi yoyote wa Mungu ambaye ndani yake kuna nafsi ya Mungu, yani Mungu anakaa, sio anamtumia tu. Mungu anakaa, manake ni kinywa cha Mungu, ni lazima abebe sifa na tabia za Mungu, yani anabeba karakta za Mungu. Mfumo wa maisha yake unaona kuna tabia za Mungu, ziko tabia za Mungu, uko ule uhalisia wa kimungu uko katikati ya maisha yake. Ni kweli ni mwanadamu, ni kweli amezaliwa,